walisema hivyo hivyo, wakasema muda ukifika nitaendaga huko kanisani, mauti ikamkuta. Lakini wewe umepewa hii neema, umepewa neema. Amen. Njia ya Bwana, tembea katika kweli ya Bwana. Barikiwe mtumishi. Amina. Tembea kwenye njia ya kweli ya Bwana. Usilete mzaa kwenye neno la Bwana. Usifanye mzaa kwenye wokovu. Ni heri ukabaki kama wale waliobaki kule kuliko kuchezea wokovu. Adhabu yake ni kali sana. Ukisoma neno la Bwana, adhabu yake ni kali sana kwa anayechezea neema ya Bwana aliyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupa macho ya kuona. Amekuleta hapa kwa kusudi. Tambua kusudi alilokupa Mungu ndani yako. Mungu kuna kusudi, haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Mungu umenitoa kule. Umenitoaje kule, umenionaje? Mbona tulikuwa tunashuka wengi? Mbona tulikuwa tunaenda wengi? Kwa nini mimi umenitoa? Kwa nini mimi ni nani mbele zako? Mimi ni nani? Kwa nini wale umewaacha? Kwa nini neema haijawapitia wale, imenipitia mimi? Na umeniweka kwenye madhabahu. Je, kuna nini? Unasimamaje? Umesimamaje na Bwana? Mungu anakufundisha, analituma neno. Kuna wokovu wa mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wokovu wa mazoea. Mazoea. Nilishazoea. Mpaka saa hizi sisi ni wakongwe wa hili kanisa. Sisi ni wa muda mrefu, ni wakongwe wa hili kanisa. Tumeshazoea, tunafundishwa neno la Bwana, tunafanya maombi, basi sisi ni wenyeji. Lakini je, jiulize swali. Je, neno linavyotumwa ndani yako linakufanya kukua? Linakufanya kukua ndani yako? Kuna mabadiliko yanayotokea ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama mwanafunzi anavyofundishwa chekechea, kuna ukuaji. Akishamaliza zile mafundisho ya chekechea, anaingia darasa la kwanza. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Unavyofundishwa, unavyofika, manake unapompokea Yesu, wewe ni mtoto mchanga, unatakiwa ukulie wokovu, ukue, ukafunguka akili na ufahamu, ukaelewa na ukatambua, ukafundishwa, akili kafunguliwa. Aha, kumbe unapata ufahamu. Ni kama mtoto hajui yeye ni nani, hajitambui yeye ni nani, hata kuongea hasemi, hasemi maneno vizuri, anatamka lakini neno halisikiki. Lakini kadri yanavyoongezeka, anavyokuwa, lile neno linasikika, neno kamili. Baadaye anajitambua, wewe ni nani, mimi naitwa fulani fulani. Tayari ameshapata nuru, imeshamwangaza, ameshajitambua, ufahamu umekuwa. Ni sawa na Mkristo anayekulia wokovu. Ni kama mtoto mdogo, unatakiwa kukua, imani iongezeke, ukuaji uongezeke, hatua ziongezeke, kiwango hadi kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukikubali na kunyenyekea mbele za Bwana, na ukakubali kama wewe umeokoka, akili yako ikatambua kuwa mimi nimeokoka, ukatoa maamuzi ya kuokoka. Maamuzi ya kuokoka ni wewe binafsi. Ni wewe binafsi, sio mtu mwingine. Maamuzi ya kuokoka ni ya kwangu peke yangu, sio ya mume. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukisoma neno la Mungu inasema watalala kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mmoja atapata. Kwa nini Mungu aliongea hivyo? Kwa sababu gani? Nisiangalie yeye anafanya nini, nisiangalie yeye anaenda njia gani, lakini je, mimi nimelisikia neno la Bwana? Nimemsikia Bwana? Mungu ameniambia nini? Amenifundisha nini? Nisimame kwenye njia gani? Nisimame mimi kama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nisimame mimi kama mimi. Neema ya Bwana itashuka kwake, kwa nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapokulia wokovu, usiangalie yale yanayokuumiza, usiangalie yale yanayokuumiza, bali tafuta nguvu ya Mungu ndani yako. Tafuta neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Mwambie Yesu, nipe